Amen. Amen. Pokeeni salamu kutoka kwa mke wangu Ayuko. Alikuwa amesafiri kidogo, alipata na ka emergency ya kukimbia nyumbani, but maybe by tomorrow atakuwa amerudi. Bwana asifiwe. Alipata emergency kidogo tu kukimbia nyumbani. Leo in fact ya kwamba alikuwa ahubiri kule West Pokot, lakini haikuwezekana kwa sababu kuna mambo ambao alihitaji ya kwamba kwenda kuyatatua kule, lakini tunashukuru Mungu ya kwamba amekamilisha. Kwa hivyo he will be coming back by tomorrow. Amen. Amen. Pokeeni salamu zake. Ameniambia kwamba nikija sasa msije mkasema ya kwamba sikuwaambia. Niliwapea, simewapea, mmepokea. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya nafasi hii ili kusimama mbele yenu na kuweza kulishare neno la Mungu asubuhi hii ya leo ama mchana huu wa leo, na naamini ya kwamba inaenda kuwa ya baraka katika maisha yako. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Nimekuwa nikisoma kwenye kitabu cha Hosea chapter 4. Na neno la Mungu linasema ya kwamba watu wangu wanaangamia na kupotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Maarifa si masomo. Unaweza ukawa uko na madigiri, unaweza ukawa na PhD, unaweza ukawa na doctorate, lakini bado unahangaika. Kwa sababu gani? Kwa sababu Biblia inasema, tusome hilo neno please. Hosea 4:6. Amen. Biblia inasema, yes, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa. Listen to me. Biblia inatangulia kusema ya kwamba watu wangu ni Mungu mwenyewe ndiye anazungumza. Na anasema ya kwamba watu wake wanaangamizwa ni kwa sababu ya kukosa maarifa. Na anaendelea hapo kusema ya kwamba leave alone kukosa yale maarifa. Kuna wengine ambao wanayapuuza yale maarifa. Soma. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wameangamizwa kwa sababu ya kukosa yale maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa. Na kwa kuwa wewe umeyakataa hayo maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tunaona ya kwamba watu wengi wanaangamia, hata si shetani anawatesa, lakini ni kwa sababu already they have been given by God to the devil to do what he wants to do with them. Praise the name of the Lord. Maana nasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu ya kukosa maarifa, na kwa sababu wewe umeikataa hii maarifa, basi haina budi ya kwamba wewe kuangamizwa. Praise the name of the Lord. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Na maarifa huwa yanatoka kwa neno la Mungu. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Ukiunganisha hiyo na Ayubu ndio Job. Karibu niseme nini? Ukiunganisha hiyo na Job chapter 36. Sikia. Kwa sababu many people are suffering without knowing. Kwa sababu wao wanaona ya kwamba wako na kila kitu ambacho wanachohitaji, lakini hawajui ya kwamba they are under curse of God. Wako chini ya laana ya Mungu. Maana ni yeye anasema, na kwa sababu mmeyakataa basi nimewapeana. Job chapter 36 from verse 10. Biblia inasema yeye huyafunua masikio yao. Yeye anayafunua masikio kwa sababu hataki uangamie. Anakuja anajaribu kufungua masikio yako wasikie maonyo, ili waweze kusikia
yale maonyo na kuagiza warudi kuacha uovu, na kuagiza warudi wawache yale kuwaonya wawache yale maovu. kama wakisikia na kumtumikia, Na kama wakisikia na kumtumikia huyu Mungu, watapisha siku zao katika kufanikiwa, watapisha siku zao katika kufanikiwa, na miaka yao katika furaha. Praise the name of the Lord. Huyu ni Mungu anasema ya kwamba huwa anakuja anafungua masikio na anaanza kuweka maagizo, anakuonyesha ile njia. Ukikubali na kuacha hiyo njia ya uovu, kuacha hiyo njia ya ukaidi, anasema ya kwamba utapisha siku zako katika mafanikio na miaka yako katika furaha. Praise the name of the Lord. Maana kuna watu wengi ambao they are suffering, wanateseka kutoka ujanani mpaka uzeeni mwao, kwa sababu wamekataa yale maagizo ya Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Verse 12 inaeleza vizuri sana. Biblia inasema lakini wasiposikia, wataangamia kwa upanga, nao watakufa pasipo maarifa. Basi hiyo maarifa yatafungwa, hiyo mlango ya maarifa itafungwa. Utakufa bila maarifa, yani utakufa kama mtu ambaye hana, yani hajielewi. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Ni Mungu ni anasema kwamba kama utakataa, basi utaangamia kwa upanga na utakufa bila maarifa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa sababu, na ndiposa Warumi anasema kama vile walivyokataa kuwa na Mungu, na ye Mungu aliwaacha wafuate mambo zao yasiyowafaa. Hivi ndio Warumi anasema. Is it 8:26 around there? Anasema kama vile walivyokataa na Mungu. Ukikataa tu Mungu anakuachilia tu, basi wewe fuata mambo yako, ufanye kila ambacho. Na ndipo unaona ya kwamba mpaka saa hii kuna nchi ambazo zimeidhinisha mambo na homosexuality, na wanasema this is the way to go. Unaweza ukaoa opposite, the same sex. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaume wanaruhusiwa kuona na wanaume, wanawake wanaruhusiwa kuona wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume, na wanaruhusiwa. Na pastor hawafunganishi. To hell with you. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Soma Warumi 8. Romans ndio Warumi 8. 26 inasema aje? Biblia inasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Sio hiyo. Lakini hapo tu. Wacha nikutafutie. Teremuka. Ni Warumi 8. Inasema kama vile walivyokataa. Verses 29. Biblia inasema maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia. Hii tunasoma vitu zingine my friend, si vitu ambavyo nasema. Ni Warumi 1. Yes, ni Warumi 1.
Hiyo nilienda kwingine. Ni Warumi 1:26. Verses 26, Biblia inasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. 23. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu, Yes, kwa mfano wa sura ya binadamu, ndio, aliye na uharibifu, yes, na ya ndege, na ya wanyama, na vitambaavyo. Wakabadilisha utukufu wa Mungu usio na uharibifu na vitu ambavyo kama ndege na wanyama na vinavyotambaa 24. Kwa ajili ya hayo, kwa sababu hiyo Mungu aliwaacha katika tamaa zao. Mungu aliwaacha katika tamaa zao, waufuate uchafu, wakapate kufuata huo uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. hata wakapata kuvunjiana heshima miili yao. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Kwa sababu walibadilisha kweli ya Mungu kuwa uongo. Yani mtu anabadilisha, yani kitu anaifanya kuwa ni uongo na sivyo Mungu alivyosema. Wakakisujudia kiumbe na kukiabudu. Na wakaanza kusujudia. Ndipo unaona ya kwamba kuna watu ambao wanaabudu vitu, wanaabudu. Unaona ya kwamba watu wanaweka kinyago, wanaweka ng'ombe, wanaweka sijui nini, na hiyo ndiyo ambaye wanaweza kuisujudia sababu ya mafundisho mabaya. There is lacking of knowledge. Kukosa hekima, kukosa maarifa. Praise the name of the Lord. Amen. Biblia inasema wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Mungu. Wakaweza kusujudia kile kiumbe badala ya kusujudia Mungu muumbaji, anayehimidiwa milele. Anayehimidiwa milele. Praise the name of the Lord. Amen. Watu wanabadilisha, na yeye ndiye ambaye anasema ya kwamba njooni kwangu. Biblia inasema hivi, the book of James chapter 1 verse 5. James chapter 5, chapter 1 verse 5. Biblia inasema lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, kama mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, aombe dua kwa Mungu awapae wote, yeye anayewapa wote kwa ukarimu, wala hakemei. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hekima huwa inatoka kwa Mungu. Ndipo maandiko nasema kama mtu atakosa hekima amuombe Mungu, kwa sababu yeye ndiye anapeana. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Ukirudi hiyo Ayubu, Job. Ukirudi Job 33, utaona maandiko nasema ya kwamba yeye huyafunua masikio na anaanza kuweka maagizo ili mtu asije akaingia. Job 33. Job 33. Are you there? Kabisa. Uko hapo? Na sitosome. Kama uko hapo na unangoja nini? Ama unangoja nini? Mstari. Unangoja mstari. Soma basi mstari wa 4. Wa 14, I mean not 4. Biblia inasema anza hiyo 14. 33 verse 14. Verse 14. Biblia inasema kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Naam. Hata mara ya pili. Ajapokuwa mtu hajali. Ingawa mtu hajali, kwa sababu amejawa na kiburi, Mungu anamzungumzia, lakini ingawa hajali. Biblia inasema katika ndoto. Si utengeneze hiyo mic yangu my friend.
katika ndoto, katika ndoto, katika maono ya usiku, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa zingine Mungu ananena hata kupitia kwa ndoto. When you are asleep, he opens, anafungua masikio na anaanza kukuzungumzia. Praise the name of the Lord. Mungu nena mara moja hata mara ya pili, ingawa mtu ajali, katika usingizi, katika ndoto za usiku. Katika usingizi kitandani. Katika usingizi kitandani. Ndipo huyafunua masikio ya watu. Ndipo anapoyafungua masikio ya watu. Na kuyatia muhuri mafundisho yao. Na kuyatia muhuri mafundisho yao. Kwa hivyo kuna mafundisho Mungu anakuja kutufundisha kupitia hata kwa ndoto. Praise the name of the Lord. Ndoto huja kwa njia nyingi sana. Hallelujah. Saa zingine hata shetani anaweza akatumia ndoto kwa sababu anajua njia zile ambazo Mungu anazungumza nazo. Praise the name of the Lord. Leo singuzungumzi kuhusu ndoto. Praise the name of the Lord. Lakini nazungumzia kuhusu maarifa kutoka kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Kwa sababu kazi ya shetani tunajua kwamba it is to kill, to destroy. Ni kuiba, kuua, kuharibu. Hivyo ndivyo John chapter 10 verse 10 nasema. Hallelujah. Kazi ya shetani ni kuja kuiba, kuua, kuharibu na kuangamiza. Kwa sababu atoki, yani kazi ya shetani ni kwamba ataki uinuke uende katika level nyingine. By the way, unajua kwamba most of the people they are suffering. Hata si kwa sababu wao wenyewe yale mambo ambao wameyafanya. Bwana asifiwe sana. Lakini ni kwa sababu kuna altar za kutoka kwa kina mababu. Ndio hiyo zinasema ya kwamba hata usome uende wapi, hata uwe na degree ngapi, inauliza ya kwamba utanishinda kama nani. Bwana asifiwe. Inauliza utanishinda kama nani, kama mama yako, kama baba yako hakunishinda. Wewe ni nani unishinde? Praise the name of the Lord. Kwa hivyo inakuzuilia ya kwamba usije ukapata hiyo knowledge ya Mungu, kwa sababu that knowledge of God ndiye ambaye itakaye kufungulia mbingu zako. Hallelujah. Na ndio maana tunaposoma kwenye kitabu cha Maombolezo 5:7, leo tutasoma vitabu mingi tu. Today I'm going to be a lecturer. I want to become a lecturer a bit. Bwana asifiwe sana. Sina notes, lakini I want to give you. Sionangi wale ma lecturers wakiwa wamebeba nini? Wale wanatoanga vitu tu, nyinyi mnaandika tu. Oh, those are professors. Yeah. Maprofesa wabebangi ni wanatoanga vitu kwa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Na hata ukiangalia hata wengine, hata vile ambavyo wengine hata wanaandika bure. Kwa sababu ya kwamba ni vitu hata havikusaidia hata uende ukasome. Aha. Kuna mwingine tulikuwa naye Mombasa. Alikuwa na kitabu kubwa. Hallelujah. Na alikuwa akiandika. Sasa siku moja ikahappen, kwenda kufungua ile kitabu, imeandikwa hapo pointless. Yani kwake tu ni mahali ambapo anaandika hapo, it is pointless. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hata wengine wenu kwamba inaweza kuwa ni pointless ambao unaandika, bora ndio uonekane ya kwamba unaandika. Praise the name of the Lord. Ni vizuri ya kwamba wakati ambapo unapoandika zile notes, yale maandiko ambao ninakopea, sometimes ni vizuri unaenda ya kwamba si unaona hata ng'ombe inakulanga, alafu ikienda kulala inaanza kuchew, inarudisha inachew. Na wewe ni vizuri ya kwamba wakati ambapo uko kwa unatafuta wakati ambapo akufanya unarudia, ni kweli lile neno ambao askofu alifundisha ama ni maneno yake alikuwa anaongea. Jina la Bwana litukuzwe. You go through, una revise. Lakini wengine wenu hata ukiulizwa kwamba leo kulihubiriwa nini? Ibada leo ilikuwa fire.
ilikuwa ni nini? Pastor leo alikuwa fire. Sasa fire inakusaidia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri ya kwamba unasaidika. Nimesema ya kwamba Maombolezo 5:7. Sababu vitu vingine ambavyo watu wanapitia ni kwa sababu kuna madhabahu ya kwenu yanauliza ya kwamba wewe utainuka kama nani. Ndio maana yamekuzuilia kwamba usiweze kupata hiyo hekima ya kiungu. Maana hiyo ndiyo itakaye kufungulia mbingu zako. Uweze kufika, maana kuna limitation ambayo iliwekwa ya kwamba hapa hakuna mtu kupita. So the moment ambapo unapo unlock, unaenda behold, unafika mahali ambapo watu wa kwenu hawajawahi fika, unatenda mambo ambao hakuna mtu kwenu aliwahi tenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombolezo 5:7. Biblia inasema baba zetu walitenda dhambi hata hawako. Baba zetu, listen to me, hata wewe yale ambayo unayafanya leo yataleta implications. Hata sengine si kwako, yataleta implications. What are implications? Matokeo tu. Implication ni matokeo. Nawe Kizungu kimepotea na vile ambavyo unakichapanga hapa. Ni implication tu. Mimi najua Kizungu. Bwana Yesu leo nimempiga 10-0. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yanaleta madhara. Yatakuwa kile ambacho sasa madhara haiwezi kuwa nini? Unajua kwamba hiyo neno imebeba mambo mengi sana, implications. It is more rich, iko na mambo mengi sana. Sababu matukio inaweza ikawa ni mazuri ama ni mabaya. Kulingana chenye umefanya. Yes. Si hiyo ndio tunaongelea. Sasa umesema madhara. Sasa madhara angalia huyu sasa. Madhara yake ni Kiswahili hujui, nakubali hujui Kiswahili. Sijui. Kubali hivyo. Wewe ni mzungu, leza Kiswahili ya kwamba wachana naye, wachana Waswahili wao, wachape Kiswahili. Implication ya kwamba ni matukio. Sasa ukisema madhara unaenda pande moja kwa sababu ya kwamba madhara ni mabaya. Matukio yanaweza kuwa mazuri ama mabaya. According to what you have done. Kulingana na kile ambacho umefanya kitakuja kuleta. Ndiposa unaona ya kwamba watu wana watoto. Basi wacha nitumie watoto kwa darasa moja. Wote walikuwa wanafundishwa na mwalimu mmoja. Praise the name of the Lord. Lakini unauliza ni nini ambacho kimesababisha haya mambo? Kuna watoto wengine, na ndio maana kila wakati nasemanga ya kwamba ni vizuri ya kwamba ujue kile ambacho unachokifanya leo kitakuja kuleta matokeo baadaye. Bwana asifiwe. Amen. Na saa zingine unachapa ule mtoto, wewe mjinga. Hata wengine unatukana sio na baba yake, kama ni mama anasema mjinga kama baba yako. Si ungedili na hiyo roho kwanza ndio unaanza kumwambia baba sasa hata mjinga kama baba yake ama mjinga kama mama yake. Praise the name of the Lord. Amen. Ni matukio ya kile ambacho umekuwa ukipanda, hiyo ndio kitu ambacho kinaenda kutokea pale. Kama ungeweza
uweze kuangalia kwanza huyo mtoto na uweze kumtafutia, kumtolea dhabihu nzuri kwenye madhabahu, ili hiyo roho ambayo unasema ni mjinga kama baba yake kama mama yake, ili isije ikaonekane unaikanzo kwenye madhabahu. Lakini kwa sababu ya kutojua kwako ulingojea mpaka yakatokea, na hapo sasa ndio unaanza kuona madhara ambaye pastor anasema. Praise the name of the Lord. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Ya hayo madhara yanaletwa ni kwa sababu ya ile kazi ambayo uliofanya. Na ndiposa hapa maandiko inatuambia baba zetu walitenda dhambi na hata hawako, na sisi tunaendelea kuyalipia maovu yao. Kuna mtu ananisikia kweli? Ama napiga kelele tu? Ni kelele napiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wetu ni kung'ang'ana ya kwamba tuweze kujitengenezea njia, kwa sababu kuna wale ambao already waliisha tengenezewa njia. Wao wanapita, wanaendelea vizuri, lakini wewe hakuna madhabahu mazuri ulioyakuta. Ulikuta kwamba watu ambao waliokuwa wakitumikia miungu mingine kama kina Ibrahimu, baba ya Ibrahimu. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Ulikuta kwamba watu ambao waliokuwa wakifanya uchawi, kwa hivyo kitu ambacho wanataka wakuridhishe ni hiyo roho ya uchawi. Na wewe bado uko na mchezo unacheza hapa. Unataka ufanane na watu ambao already walisha tengeneza madhabahu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Anasema baba zetu walitenda dhambi na sasa hawako, tunaendelea kuyalipia yale maovu yao. Mfano mzuri tunaweza tukaupata kwenye kile kitabu cha Leviticus. Leviticus ni Walawi. Tunaweza tukapata mfano mzuri. So people are suffering. Watu wanateseka na wajui. Hawajui. Vile Hosea amesema watu wangu wanaangamia na kupotea kwa sababu hawajui. Hata wajui kule ambako wametoka. Hawajui kule wametoka. Isaya anasema kwamba kwa wale watu ambao mnaotafuta haki, muangalie ule mwamba ambao mliochongwa, lile njiwe ambao mliotolewa. Umepata? Saba. Kwanza inaanza na nini? Na sheria ya hiyo sadaka ya hatia ni hii. Ni takatifu sana. Wataichinja sadaka ya hatia pale pale waichinjapo sadaka ya kuteketezwa. Umepiga nje pastor? Umepiga nje? Mimi. Umepiga nje. Umesoma? Umesema 7, nikaanza inaanzaje? Ndio nimepoteza wewe. Okay. Nimesema nini? Leviticus. Sijui umemaliza nini kwa Kiswahili? Sikusema hivyo. Wewe ndio umesema hiyo. Hiyo imeruka. Nilikuwa namaanisha Waebrania. Hebrews. Ndio naita Leviticus. Koja. Kumbe ni mimi ndio napiga nje, si wewe. Saa hii umebahatika. Nataka mstari wa 7 lakini anzia Leviticus. Bado niko Leviticus. Tutasoma Leviticus baadaye. Hebrews chapter 7. Hebrews verses 1. Yeah. Biblia inasema kwa maana Melkizedeki huyo, kwa maana huyo Melkizedeki mfalme wa Salemu, mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu, alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, kutana na yeye akitoka kuwapiga hao wafalme, naye akambariki. Nani ambariki mwingine? Ibrahimu amebariki Melkizedeki.
wakati ametoka kupigana na wale wafalme, alafu ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza, tafsiri ya hili jina ni mfalme wa haki. Ni mfalme wa haki. Tena mfalme wa Salemu. Tena mfalme wa Salemu. Maana yake mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Waachia tu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, umeona ya kwamba maandiko nasema huyu Ibrahimu alipata haki baada ya kukutana na huyu mfalme wa Salemu. Wakati ambapo alipotoka kupiga, ni wakati ambapo mtoto wa ndugu yake Lutu alipovamiwa akachukuliwa mateka, na Ibrahimu akachukua jeshi akaenda akapiga wale wafalme na akarudisha ndugu yake na vitu zake, na pia akachukua mpaka na nyara. Sasa wakati amerudi ndipo anakutana na na Melkisedeki, na anamtolea sehemu ya 10 ya zile nyara ambazo alizotoka kuchukua kutoka kwa wale wafalme. Sasa basi, ukienda mstari wa 5, maandiko inasema kulikuwa na Levi. Ndio maana Leviticus alikuwa anakuja. Kulikuwa na Levi ambaye huyu ni kitukuu ya Ibrahimu. Maandiko nasema aliruhusiwa kuchukua sehemu ya 10. Kwa nini? Kwa sababu wakati ambapo Ibrahimu alipokutana na Melkisedeki, hata Isaka hakuwa amesaliwa. Kwa hivyo alikuwa kwenye viuno, na hata kizazi chake chote kilikuwa kwenye viuno. Soma hiyo neno. Mstari wa 5. Biblia inasema na katika wana wa Lawi nao. Na katika wana wa Lawi na wao, wale wapatao ukuhani. Wale wanaopata ukuhani. Wana amri kutoa sehemu ya 10. Wako na amri ya kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao. Kwa watu wao. Yani ndugu zao. Yani ndugu zao. Kwa agizo la sheria. Kwa agizo la sheria. Ijapokuwa wametoka katika viuno vya Ibrahimu. Ijapokuwa wanatoka katika viuno vya Ibrahimu. Inamaanisha nini? Inamaanisha ingawa hawa watoto walikuwa hawajasaliwa, lakini ile ibada ambayo Ibrahimu alifanya wakati alipokutana na ule mfalme wa Salemu, hawa watoto waliokuwa kwenye viuno vyake ama kizazi chake chote mpaka ya 10 na 16, wote wanahesabiwa ya kwamba walifanya hiyo ibada. Kuna mtu ananipata mpaka hapo? Amen. Kuna mtu amenipata mpaka hapo? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hawa watoto walikuwa hawajazaliwa. Ukisoma Genesis 20, I think from 24, 25, 26 hapo. From 22. Kwa sababu Isaka amekuja kuzaliwa 22. Bwana asifiwe sana. Isaka alikuwa bado hajazaliwa. Hello? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Isaka alikuwa hajazaliwa. Haleluya. Kwa hivyo yeye na kizazi chake chote, haleluya, anahesabika ya kwamba wanahesabika walitoa ile, walifanya ile ibada. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana na wewe, kwa sababu babu yako wakati alipokuwa akitumikia ile miungu, wakati alipokuwa analisha ile nyoka, haleluya, wewe ulikuwa hata hujafikiriwa, lakini kwa sababu umetoka kwenye viuno vyake, unahesabiwa hata wewe pia ulifanya ile ibada. Bwana asifiwe. Ndio maana maandiko yanatuambia hapa, baba zetu walitenda dhambi, sisi hatukuweko, lakini kwa sababu tumetoka kwenye viuno vyao, tunahesabika ya kwamba tulifanya nini?
tulifanya zile ibada. Mungu akatusaidie ili tukapate hekima ya kiungu ndani yetu, ili tukapate kuvunja ile miungu ambayo iliyoinuliwa na vizazi ambavyo vilivyotutangulia. Haleluya. Tuweze kujiinulia madhabahu yale ambao yatakaye tupigania, yatakaye tutetea. Praise the name of the Lord. Amen. Ndio maana Gideoni akaambiwa kwamba hii vita ambao unapigana mpendwa, utaweza, kwa sababu baba yako ndiye alifanya hii ibada. Kwa hivyo na wewe lazima ukapate kuvunja yale madhabahu na ufanye ibada, uinue madhabahu mapya yale ambao yatakaye kupigania. Praise the name of the Lord. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Nasema Mungu atusaidie. Amen. Nasema Mungu atusaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ati baba zetu walitenda dhambi na sasa hawako, lakini sisi tunaendelea kuyalepia nini? Yale maovu yao. Praise the name of the Lord. Hivyo ni kumaanisha kwamba kama hakutapatikana mtu atakaye simama kwenye pengo na avunje yale madhabahu na kuinua madhabahu mapya, atengeneze njia nyingine, bado tutaendelea kwa hiyo shida. Praise the name of the Lord. Ndipo unaona kwamba watu ndo hakuna, biashara hakuna, hata unajaribu kung'ang'ana hakuna. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hata watu wangu wanaangamia na kupotea sababu ya kukosa maarifa. Lakini Mungu atusaidie wakati ambapo tutakapojua ukweli. Haleluya. Wakati tutakapojua ukweli, ule ukweli utatuweka huru. Tutatoka kwenye ule utumwa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Malaki anasema nini? Malaki chapter 3. Malaki. Malaki 3. Kuanzia 7. Biblia inasema tokea siku za baba zenu. Tokea siku za baba zenu. Mmegeuka upande. Mmegeuka upande. Mkayaacha maagizo yangu. Mkayaacha maagizo yangu. Wala hamukuyashika. Wala hamukuyashika. Nirudieni mimi. Nirudieni mimi Mungu. Nami nitawarudia ninyi. Nami Mungu nitawarudia. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Lakini nyinyi mwasema. Lakini nyinyi mnasema. Turudi kwa namna gani? Turudi kwa namna gani? Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Je, mwanadamu anaweza kumuibia Mungu? Lakini nyinyi mnaiba, mnaniibia mimi. Nyinyi mnaniibia. Lakini ninyi mwasema. Lakini nyinyi mnasema. Tumekuibia kwa namna gani? Tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka. Mmeniibia zaka na dhabihu. Na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana. Ninyi mmelaaniwa kwa laana. Laana nyingine huwa inatoka kwa Mungu. Umekuwa mbishi, umeiba sehemu ya 10 badala ya kutenda kile ambacho unachostahili kutenda wewe, kwa kujua ama kutojua. Sababu andiko limesema kwamba kwa kukosa maarifa na kwa sababu ya kukataa yale maarifa. Hivi ndio Hosea alisema, maana mmekataa maarifa na mimi nimewakataa, msiwe makuhani kwangu. Mungu atasaidie hapa. Naye maandiko nasema tangia siku za baba zenu mliacha maagizo yangu, yale ambao niliyowaagizia mkaweze kuyatenda. Kwa hivyo nyinyi mmelaaniwa kwa laana. Nauliza, je, mwanadamu atakuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 10 anasema leteni zaka kamili.
Biblia inasema leteni zaka kamili ghalani. Leteni zaka kamili ghalani. Ili kiwemo chakula katika ili kiwe chakula cha kutosha katika nyumba yangu. Kanijaribu kwa njia hiyo. Munijaribu kwa hiyo njia. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Huyo Mungu anasema usijaribu Bwana Mungu wako. Ndiye anasema in giving, nijaribu kwa hiyo njia. Huone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagia, hata ni nafasi ya kuweka itakosa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Giving opens the windows of heaven. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Mwingine akasema kwamba kwa New Testament hata haijaongelelewa mambo na tithing. It is true, kwa sababu tithing inaongelelewa kwa watoto. Wale watu ambao wanafundishwa A, E, I, O, U. Sasa wasemi hivyo. Aha. Siku hizi wasemi ile tulikuwa tunasema. Sasa nasikia wasema abakudu. Mwalimu wapi? Teacher. Wanasema abakudu. Where is the teacher? Wanatuchanganya sasa hata hatuelewi tunaenda wapi, tunatoka wapi. Sema. Mnasomaje siku hizi? Abakudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tithing inaongelelewa kwa watoto ambao hawaelewi, ndio wanafundishwa. Ni kama mtoto anaambiwa katembea peke yake bila kushikiliwa. Unaona watoto wanafanya hivi kanaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ndio ambao wanaongelelewa. Lakini watu wakiisha jua the benefit of giving, hawahitaji ya kwamba kuambiwa, kwa sababu maandiko inasema in the book of Genesis, unaona maandiko inasema kwamba watu walipojua huyu Mungu, wakati ambapo mitume walitembea kwa nguvu na ishara, maandiko inasema hakukuwa na mtu yoyote ambaye aliyehitaji kitu. Watu waliuza mashamba yao, wakauza manyumba yao, wakaleta. Hakuna mtu aliyepungukiwa na hata chochote. They overgave. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana asifiwe. Ni Matendo ya Mitume 4:30. Hebu soma. Unajua kwamba wengine watasema kwamba hiyo ni bishop amesema hiyo. Sina Biblia yangu. Leo nilikwambia kwamba I'm just a lecturer. Genesis, not Genesis. Exodus, Acts. Matendo. Naitwa Matendo ya Mitume 4. Soma. 4. Matendo ya Mitume 4:34. Anza 33. Biblia inasema na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Na jamii ya watu ambao walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Na roho moja. Wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe. Wajua hapo inanileta kwenye Psalms 1:30. Tazama ilivyo vyema na kupendeza wakati wapendwa wakae pamoja kwa umoja na moyo moja, in one spirit and kwa roho moja na umoja. Sasa hapa walikuwa katika moyo moja na roho moja, na hakuna mtu ambaye aliyesema kitu aliyokuwa nacho ni chake. Bali walikuwa na vitu vyote. Lakini walikuwa na vitu vyote. Shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu Kristo. Kwa nguvu nyingi. Kwa nguvu nyingi. Na neema nyingi ikawa juu ya wote. Na neema kubwa ikawa juu ya wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao. Wala hapakuwa na mtu hata mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji. Wote walikuwa wametosheleshwa. Kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja au nyumba waliviuza. Wakaileta dhamani ya vitu vile vilivyouzwa. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana
Yesu asifiwe. Maana walikuwa katika utele, hakuna mtu aliyepungukiwa. Watu walikuwa wanauza mashamba yao, hakukuwa na michango. Ni watu ambao they knew how to give their God. Kwa hivyo ndio maana nasema kwamba mambo na giving inafundisha watoto ambao wanatambaa wa Sunday school, wale ambao hawajui. Lakini watu wakisha mwonja huyu Mungu, wajue utamu wake, hawahitaji hata kufundishwa habari za giving. Wanatoa kwa sababu the more you give, the more unaingia katika utele. Maandiko inasema kwenye Proverbs, inasema kuna yule ambaye anayetawanya anapeana, lakini hahitaji chochote, anaingia katika utele. Na kuna yule ambaye anayezuia, na mwisho wake anaingia katika uhitaji. Praise the name of the Lord. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kipindi hiyo kulikuwa na mtu, kwa hiyo watu yeye hakuamini kwa hiyo vitu. Kutoa vitu yako hapana. Akasema yangu hapana. Anaitwa Anania. Hakutoa. Yeye alisema hapana yangu. Alitoa kiasi. Akasema hapana, wacha nipimie. Akapimia. Yeye akapimiwa hewa. Maandiko yanasema wakaambiana na mke wake, wacha tuzitoe yote. Tuache tuseme ya kwamba tuliuza hii kidogo. Maandiko yanasema wakapeleka. Na mzee ndiye alitangulia kwanza. Anania, baba ndiye alitangulia. Kichwa mbaya. Unajua wamama kumbe si leo wameanza kujifuruta hata zamani ilikuwa ni hivyo. Mzee akatangulia akasema, hii ndio kitu ambao tumepata. Na maandiko yanasema kwamba Petro akiwa amejawa roho wa Mungu akamuuliza, kwa nini shetani amekuingia ukaamua kudanganya roho wa Mungu, haukudanganya mwanadamu? Praise the name of the Lord. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Waliuza wakaona pesa, lakini hawakukula. Maandiko nasema akaanguka, akaambiwa akaanguka akafa. Vijana wakachukua wakaenda wakazika. Baada ya masaa ngapi, mama ndiye anakuja akiimba, tumemwona Bwana, tumemwona Bwana, tumemwona Bwana anapendeza, tumemwona Bwana. Akafika kwa mtume Petro. Petro akamuuliza, mliuza kiwanja? Kwani mzee haja kuambia? Akamwambia mama. Na mzee kwanza yuko wapi? Kwanza hata akuuliza hata mzee hata yuko wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama hakuwa na rafiki. Rafiki zongemwambia bana. Usidanganye nikubaya. Hakuna. Akakuta mambo yameharibika na hajui. Na yeye anambia aulizwa, hii ndio mliuza? Maana kama hata angesema mtume, hapana, sio hii. Kama angekuwa ameibiwa mtihani, angesema hapana, sio hii, wacha mimi niseme ukweli. Lakini akasema ndio hiyo. Maandiko inasema hiyo chapter 5 ukisoma tu, enda usome, usifikiri ni mambo yangu naongelea. Enda usome hiyo Matendo ya Mitume chapter 5, uone jinsi ambavyo Anania na Safira vile ambavyo walivyopimia Mungu na wao wakashikwa. Hata leo ni ile ya kwamba hakuna physical death, lakini spiritual death. Watu wanakufa na kuta ya kwamba bila chochote ambacho unasanya yote inaenda, wewe umebaki hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kama vile ambavyo walivyokataa kuwa na Mungu, na yeye Mungu aliwaacha wafanye vitu ambavyo hawafai. Maandiko yanasema kwamba na yeye akaanguka akafa. Vijana wakaenda wakazika, nyumba ikafungwa hivyo. So let me tell you people of God, ni vizuri ya kwamba kutafuta huyu Mungu na kufanya maagizo yake yale ambao anayetuagizia. Praise the name of the Lord. Maana giving it's not a compromising kwa Mkristo yoyote. Kwa sababu giving it opens heavens for you. Inafungulisha mbingu kwa ajili yako. Hata ukisoma hapo chini, maandiko yanasema kwamba nami kwa ajili yako. Mungu anakuwa mtetezi wako. Soma verse 12. 11. Mali tulikuwa ni wapi?
Tuko wapi? Unajua tumesoma vitu vingi. 4 verses 30. Tumemalizana huko. Tulitoka huko, rudi mahali ambao tulikuwa Malaki. Hatukumaliza. Okay. Uliachia 10 peke yake. Na hapo ndio watu wanapenda sana. 10. Sasa tuende 11. Yeah. Nami kwa ajili yenu, nami kwa sababu yenu nitamkemea yeye alaye. Nitakemea yeye anayekula. Anayekula ni nani? Hiyo magonjwa inakuja kula pesa yako. Hiyo maroho ambayo yanatumwa ya mikosi na minuksi. Maandiko yanasema na mimi nitakemea hiyo wale walaji wanaokuja kula. Wala hata haribu mazao ya ardhi. Wala hata haribu mazao ya ardhi yako. Wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake. Wala mzabibu wako hautapukutisha. Kumaanisha kwamba kwa maana umekuwa mwaminifu kwangu, mimi ndio nitakuwa soja. Mimi ndio nitakuwa askari wako. Nitakemea yoyote anayejaribu kuja kwako